kwamba tumekuwepo hapa kwa siku 3 za kazi, tukiwa tumeacha mengi kule tulikotoka, ikiwemo ofisi zetu, familia zetu na mengine mengi. Tumejifunza mengi, naamini kadiri ya ratiba yetu. Tumetumia muda wetu vizuri. Kwa kweli, kama nilivyokuta mratibu akizungumza, sikuona muda wa mafunzo. Viongozi tumetapakaa nje tukiwa na mambo yetu binafsi. Kwa hapo pia na mimi naungana na mratibu kuwapongeza, na naomba wawezeshaji tuwapongeze washiriki wetu kwa makofi 3. Asante sana. Kwa hiyo kwa kutumia muda wetu vizuri, naamini tumejifunza mengi mazuri, lakini pia tumeifahamu ADEM. Kwa wale ambao kidogo ilikuwa inafika hapa na pale, inatoka inaingia masikioni inatoka, tumeweza kuifahamu ADEM kama taasisi sahihi ya kuwajengea uwezo viongozi wa elimu kwa nyanja zote mbili, kwa long course na kwa short course. Katika mahiri 7 ambazo tumejifunza kwa siku 3, zote kama zilijifunzwa na wale tunaowasimamia ambao ni walimu wakuu wote nchini. Kama nilivyosema, zilijifunzwa na wasimamizi wa elimu ngazi ya mkoa, wilaya, na hata sasa inapofika tarehe 19 Machi 2026, WEOs wote pia watakuwa wamejifunza haya ambayo hizi mahiri 7. Kwa upande wa WEOs narudi kwenu sasa. Kati ya hizi mahiri 7 ambazo tumejifunza leo, tumejifunza umahiri wa ufuatiliaji na usimamizi fanisi wa shule, si ndio? Nilikuwa nataka ni highlight kidogo hapo. Katika zile mahiri 7 tulizojifunza kuanzia siku ya kwanza, ya pili na hizi tulizofanya leo, zile ni jumla ni 7. Sasa ukiitoa ya ufuatiliaji na usimamizi zinabaki zile 6, si ndio? Zile 6, kwa nini zile 6 zote pia amejifunza mwalimu mkuu? Mwalimu mkuu yeye ni msimamizi ngazi ya shule, si ndio? Anafuatilia na kusimamia utekelezaji wa kila kitu ndani ya shule kwa ngazi ya shule. Afisa elimu kata naye ni msimamizi na mfuatiliaji ngazi ya kata. Ngazi ya kata manake anazo shule alizopewa kusimamia, si ndio? Vivyo hivyo kwa halmashauri, kwa viongozi wa wilaya na viongozi wa mkoa na viongozi wa kitaifa. Kwa hiyo ufuatiliaji na usimamizi ni jukumu kubwa la viongozi wa elimu katika ngazi husika ambayo viongozi huyo yupo. Kwa hiyo maana yake nini sasa? Katika zile mahiri 6, ina maana mahiri hii ya ufuatiliaji na usimamizi inabeba jukumu kubwa sana la kazi zetu za kila siku. Sasa ninafuatilia na kusimamia nini? Mojawapo ni zile mahiri 6 zingine ukiacha hii ya 7. Sawa? Utasimamia kuhakikisha kwamba utawala bora unakuwepo shuleni, si ndio? Utasimamia kuhakikisha kwamba ujenzi unafanyika vizuri, si ndio? Utasimamia kuhakikisha kwamba ukaguzi wa ndani unafanyika na yote ambayo tumejifunza kama zile kwenye mahiri 6. Kwa nini tumeona ni vema ukiacha ufuatiliaji na usimamizi ujifunze na hizi mahiri zingine? Kwa sababu wewe kama mfuatiliaji unaweza kusimamia kitu ambacho ukifahamu. Kwa maana yake kwamba zile mahiri 6 tulikuwa tunajengewa uwezo wa kufahamu jinsi ambavyo tunaandaa mpango wa jumla wa maendeleo ya shule, ili ninapofika shuleni basi nikiona mambo hayaendi, kwa sababu na mimi nimejifunza, nina umahiri huo, nisiishie tu kumlaumu mwalimu mkuu kwamba hana mpango wa jumla wa maendeleo ya shule. Niweze pia kumsaidia kuboresha kile ambacho nimebainisha kama nini, kama mapungufu. Natarajia mimi ningekuwa ni wewe, nikifika kule kazini kwangu niweze kujitathmini nilivyokuwa kabla ya mafunzo, si ndio? Kule ofisini kwangu nijikague, kabla ya mafunzo nilikuwaje? Yaani niliporudi si ndio nilipopakuta, si ndivyo palivyokuwa. Kwa hiyo ningekuwa mimi ni wewe, ningeenda kuangalia hivi kabla sijaenda kwenye mafunzo hapa niliachaje, palikuwaje? Je, hii hali niliyoiacha ninaipenda niendelee nayo au kuna kitu nataka nikiboreshe, si ndio? Kwa hiyo utajitathmini kabla ya mafunzo kule ofisini, halafu pengine utabainisha maeneo fulani unayotaka kuyaboresha, pengine utaweka na vipaumbele katika hayo maboresho unayotaka kuyafanya, sio? Then utaandaa mpango wa kujiboresha wewe na baadaye kuboresha utendaji kwenye wale unaowasimamia hasa kule shuleni. Mimi naitwa Mwalimu Stuart Adriano Kuziwa, ni afisa elimu sekondari wa halmashauri ya mji wa Mbinga. Maafisa elimu kata ni watu ambao kwenye ngazi muhimu katika usimamizi wa elimu kwenye ngazi ya kata. Kwa hiyo kupata maelekezo ya kiuongozi na kiutawala na usimamizi ni jambo ambalo ni la msingi sana, ni jambo muhimu ambalo litachochea
ufanisi na tija katika swala zima la maendeleo ya elimu, si tu kwa mkoa wa Ruvuma bali kwa nchi nzima. Nina imani mafunzo haya yamewapitisha viongozi hawa kwenye masuala mbalimbali ya kiuongozi, kiusimamizi, lakini na swala zima la uendeshaji wa elimu, hasa kipindi hiki ambacho kuna mabadiliko makubwa ambayo yanatokea katika nchi yetu kwenye sekta ya elimu. Tumeona kuna maboresho ya mitaala, mfumo wa elimu yetu sasa umebadilika. Tumetoka kwenye mifumo hiyo ya zamani. Elimu sasa tulionayo inasisitiza sana ujuzi na maarifa na uelewa. Kwa hiyo mambo haya yote yanayoendelea kutokea katika sekta ya elimu yanahitaji mafunzo, yanahitaji semina, yanahitaji muda mwingi wa viongozi kukaa na kubadilishana mawazo na kuona namna gani mambo ambayo yameandaliwa kitaifa yatakuwa na manufaa na yatapelekwa kwa walengwa kama ambavyo taifa linatarajia. Naam, kwa majina mimi naitwa Mwalimu Fulko Makota. Mimi ni afisa elimu kata wa kata ya Mji Mwema iliyoko manispaa ya Songea kwenye mkoa wetu wa Ruvuma. Na mimi ni miongoni mwa washiriki wa haya mafunzo mazuri sana ya uongozi na usimamizi fanisi wa shule pamoja na utawala bora. Ndio mambo ambayo tumefundishwa hapa. Mafunzo haya kiukweli mazuri. Ninachoweza kusema kuhusiana na mafunzo haya, kwanza tumejifunza mambo mengi mapya mazuri sana ambayo kimsingi hatukuwahi kuwa nayo, na mafunzo haya yatakwenda kutusaidia sana sisi kwenye swala zima la usimamizi pamoja na ufuatiliaji wa majukumu ya shule, kwenye miradi, kwenye utendaji kazi wa walimu, uandaaji wa mipango ya miaka mitatu, mipango ya mwaka mmoja katika ngazi ya shule. Ni miongoni mwa mambo ambayo kwa kweli tumejifunza na kuelimishwa hapa. Mwanzo tulikuwa tunafahamu kwa uchache, lakini kwa kweli mafunzo haya yametuweka mahali pazuri sana. Kwa hiyo nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipoishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu watu wa ADEM kuendesha mafunzo haya. Najua kwamba serikali imetumia gharama kubwa kutuwezesha sisi, lakini naamini kwamba mafunzo haya yatakuwa na tija katika utendaji wake, kwa sababu kuna swala la usimamizi pamoja na ufuatiliaji wa masuala ya miundombinu ya shule. Namna ya ufuatiliaji ilikuwa ni shida, lakini kupitia usimamizi maelekezo na mafunzo haya sisi tutakuwa watu wapya kabisa, na naamini kwamba serikali itarajie kupata matokeo chanya kupitia mafunzo haya, kwa sababu walimu wenyewe pia walikuwa wazuri, walikuwa wanyumbufu, watujenga katika uelewa mpana isivyo kawaida, na tukawa tunatamani kwamba ili swala la mafunzo haya lisiishie hapa, liwe endelevu, kwa sababu tunatarajia kupata tija. Kwa majina naitwa Madam Flora Ndomba, afisa elimu kata ya Mbinga mjini B. Mafunzo haya kiukweli yatatujenga sana na yametujenga sana na yatatusaidia sana katika mazingira ya kazi, kwa sababu tulikuwa mambo mengi hatuyajui. Kwa mfano mambo ya uandaaji wa mpango wa maendeleo ya shule, kwa kweli hivyo vitu ni vitu ambavyo tulikuwa tuvijui kabisa. Kwa hiyo kwa mafunzo haya hata tunavyoenda kufanya ufuatiliaji kule itatusaidia sana, kwa sababu kuna vitu vingi tulikuwa tuvijui. Kwa hiyo hata unavyoenda kufuatilia unakuwa unaelewa nini unafanya kwa kupitia mafunzo haya. Lakini pia mambo ambayo tumejifunza ni pamoja na usimamizi wa mambo ya kielimu, lakini pia usimamizi wa mambo ya miradi, lakini pia usimamizi wa masuala yote yanayozunguka pia masuala yote ya kielimu. Ni vitu ambavyo tulikuwa hatuvijui kabisa, lakini kupitia mafunzo haya imetusaidia sana 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 sana, na tunaahidi kwenda kuyatekeleza hayo yote ambayo tumejifunza, na nahisi tutakuwa wapya katika swala hili lote la usimamizi wa elimu kupitia mafunzo haya.